Shalom wapendwa katika Kristo, na wasalimu katika jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti. Hakika Mungu ni mwaminifu, Mungu ni muweza, Mungu ni tegemeo letu kila wakati na kila saa, kwa sababu tunapoamka na kusonga mbele kupiga hatua nyingine, sio kwa uzuri wetu, lakini neema yake Bwana imetubeba. Shalom. Ni vema sana ukiwa mtu akupenda kushukuru mbele za Bwana, ukiambia Mungu na kushukuru tu ni kwa sababu ya neema ya uhai. Nashukuru sana Roho Mtakatifu ni kwa sababu anazidi kwa mwalimu wetu, anazidi kutufunza zaidi na zaidi. Shalom. Neno ambalo Bwana ametamani tujifunze leo ni katika kitabu cha Isaya 10 mstari wa 22. Nitasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Nasema ya kwamba maana watu wako Israeli wajapokuwa wengi kama mchanga wa pwani, ni mabaki tu watakao rudi. Shalom watoto wa Mungu. Watu ijapo nyumba ya Israeli japokuwa na watu wengi kama mchanga wa pwani, watakao rudi ni wachache. Mtoto wa Mungu, Kristo anasema kwamba mlango ambao ni mwembamba ndio unaokupeleka katika uzima wa milele. Shalom watoto wa Mungu. Na kuna watu ambao wamefungwa macho na hizi mali wanaziona nyuma yangu. Hizi mali zimepofisha watu wengi sana akili zao. Shalom watoto wa Mungu. Mtu anapokuwa na mali, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Mtoto wa Mungu, mtu anayetumainia hizi mali, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Mtu wa tamaa anayetamani kujiendeleza katika maisha hapa duniani, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Mtoto wa Mungu, mtu ambaye maisha yake kwa hapa duniani na kufikiria jinsi atakavyojiongeza, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Mtoto wa Mungu. Shalom watoto wa Mungu. Mungu anatamani akubariki, maana Mungu anaambia Ibrahimu, nitakubariki na watakao kubariki pia nitawabariki. Mungu anatamani sana akubariki, na Mungu amebariki watu. Lakini katika baraka ambazo Mungu amekubariki, je, umesaidia yatima ama unasaidia wajane? Mtoto wa Mungu. Shalom. Kuna mtu ambaye katika kukaa chini atafakari mambo ya Mungu wake ni shida. Anapokaa chini anafikiria kujenga nyumba kama hizi. Anapokaa chini hata wakati wa kuomba hana. Wakati wake wa kuomba hana, anafikiria kuhusu hizi mali. Kuna mtu ambaye anapokaa chini afikirii kuhusu ufalme wa mbinguni, anafikiria jinsi atakavyojiongeza akuwe na nyumba kama hizi. Shalom. Na ndio maana shetani aenda kumwambia Kristo, akamwambia, nitakupatia haya yote ukianguka chini na kunisujudia. Kuabudu shetani si lazima ukue eti unaenda kumwabudu, hapana. Lakini unapokaa chini, akili yako yote iko katika tumaini hizi vitu, unakuwa wewe ni mtu wa ibada ya sanamu. Yaani wewe unaabudu hizi mali za hapa duniani. Shalom. Maana hauna wakati wa Mungu. Na ndio maana Yesu anaambia ule mwanaume tajiri ya kwamba uza mali zako wasaidie yatima. Alisimama na Yesu, alienda kwa sababu aliona kana kwamba atapungukiwa. Shalom. Watu wengi wameangamizwa wenzao kwa sababu ya hizi mali. Mtu anapokuwa na mali kama hizi anaona kana kwamba amefika, hastahili tena, lakini Bwana anasema ya kwamba zote zitakuja kuondolewa. Haya majengo yote mnayoangania usiku na mchana, mjiongeze zaidi na zaidi, yote yatakuja kuondolewa. Mtoto wa Mungu. Na wewe jiulize, katika nyumba ya wana wa Israeli utakuwa mmoja ambao watakuja kubaki, ama utakuwa mmoja ambao watakuja kurudi kwa Bwana? Shalom. Mwanadamu ni chombo kidogo sana mbele za Mungu. Ni chombo kidogo sana, kwa sababu mwanadamu ni ngumu sana akae siku 7 ama hata mwezi bila kunywa maji, atakuwa amekufa, atakuwa maiti. Shalom watoto wa Mungu. Kwa sababu mwanadamu ni hafifu sana, mwanadamu ni mwepesi sana. Mwanadamu ni mwepesi kuliko mti. Mti unaweza kaa hata miezi 2 bila maji na uweze kuendelea ama usikufe, lakini mwanadamu anapokaa mwezi mmoja bila maji anakuwa amekufa, kwa sababu mwili wake hauna, yani mwili ambao mwanadamu amepatiwa. Roho yako ndio kitu ambacho Mungu anahitaji sana. Roho yako umeiweka hapa mtoto wa Mungu, umeiweka katika dunia ama umeiweka katika mali za hapa duniani? Mtoto wa Mungu. Shalom. Anaweza kutumia sana. Roho ya mwanadamu ndio inayotia huu mwili uzima. Roho ya mwanadamu ndio inayokusaidia. Roho ya mwanadamu ndio ile roho ambayo Mungu ameweka ndani yako, ndio anakusaidia uweze kuishi. Huu mwili hii ni matope, na Mungu anapokasirika kunyang'anya tu roho yake, hautaitika tena mwanadamu. Shalom. Hata ule mtu ambaye alikuwa anakuambia nakupenda, siwezi ishi bila wewe, Bwana anapoondoa roho yako sasa, aondoe roho ambayo alikupatia, airudishe kwake. Wale watu wote ambao walikuwa wakikupenda hawatakupenda tena. Mtoto wa Mungu. Shalom. Tunakaa katika dunia ambayo imeharibika.
tunakaa katika dunia ambayo ni ya siku za mwisho. Wakati huu ni wa kumpatia Bwana maisha yako aweze kubadilisha. Wakati huu sio kung'ang'ania mali tena, maana tunakaa siku za mwisho. Tunakaa siku za hatari sana. Tunakaa siku ambazo hata kufikisha miaka 50, kufikisha miaka 100 ni tabu kwa mwanadamu. Bwana aweze kutuhurumia sana. Kinachonishangaza ni ya kwamba kuna mtu ambaye hatafakari kuhusu uzima wake, hatafakari kuhusu roho yake. Ule mtu, hizi mali ambazo unang'ang'ania usiku na mchana, mtoto wa Mungu, unapokufa kwa sababu ya ile harufu ambayo utakuwa unatoa, hata ile kochi lako ambayo uko unapenda sana, hauwezi kaa katika hilo kochi, hapana, bali utahifadhiwa mahali penye kuna miili ya maiti. Wanaweza kutuhurumia sana. Hata mtoto wako ambaye anakupenda sana hawezi kukukaribia kwa sababu wewe tena sio mwanadamu. Ule mwanadamu aliyekuwa ndani yako ameweza kuondolewa. Bwana anaweza kutuhurumia sana. Lakini kuna mwanadamu ambaye hatafakari kuhusu maisha yake ya kesho, anafikiria kuhusu mali za hapa duniani. Lakini Bwana anasema ya kwamba japo watu wa Israeli, japo nyumba ya Israeli japokuwa na watu wengi kama mchanga wa pwani, watakaorudi ni wachache sana, mtoto wa Mungu. Watakaorudi kwa Baba ni wachache sana. Matendo yako yanamwakilisha nani? Maana maandiko yanasema kwamba Petro katika kutenda kwake alijulikana ni mwanafunzi wa Yesu. Katika mazungumzo yake alijulikana ni mwanafunzi wa Yesu. Katika maneno yake alijulikana huyu alikuwa na Yesu Mnazareti Shalom. Maneno yako yanawakilisha nani? Matendo yako yanawakilisha nani, mtoto wa Mungu? Ni vema sana ujue kule ambako unaenda, mtoto wa Mungu, maana tunakaa siku za mwisho, tunakaa siku za hatari sana.